Ngoro kuria nyama kimanyendagia phone accessories mahinda maria ndaiguire wira wakwa no acoka thi ni ndathire kwa Best Masako na makindeithia na mbeca cia ku boost wira mahire 500 na riu wira wakwa ni ukirite no gathi wega muno ingikwira wi hau muhuri wa biashara uraigwo hinyiririkite kana wira waku wi thi ni urabatara ku boostwo thie kwa Best Masako ni meguteithia na ndurabatara nginya kuyuria maratathi maingi araniria na ithwe kuhitukira 0712 228 490 kana wigire rurenda rwa www.bestmasako.co.ke. Winge, the founder and the leader of Crusaders for Christ, or rather the synagogue here in Nairobi. I'm based at the Coffee Plaza. Coffee Plaza is just next to the railway station, away from just off the Hillsrasi Road. And we fellowship here from Monday to Sunday. And I'm the lead pastor in this institution. Therefore, I want to welcome you for this podcast and to thank you for having me in here. So, could you mind to ask any question or niendelee? Apostle, first of all, tunaweza taka kukuuliza tuanze na siasa. Tour of the president in the Mount Kenya region. Maoni yako kuhusiana na ujio wa rais katika eneo la Mount Kenya? Yeah, kwanza kabisa anaitwa President William Ruto. He's a president of the Republic of Kenya. Si president wa maeneo fulani ama eneo fulani, ni rais wa taifa. Kwa hivyo anaruhusiwa na sio atakuruhusiwa. Yeye ndiye ameambiwa alinde maisha ya Wakenya, alinde katiba na aendeleze mipango yote ya maendeleo katika taifa. Kwa hivyo mwanzo kabisa tunachokiangalia hapa, yeye ni rais, si eti anafanya kampeni. Hata kama anafanya kampeni, tuko na uhuru wa kutembea mahali popote. Kwa hivyo langu la muhimu sana ni kuangalia, si kuangalia kuenda kwake, maana hakuna mtu anaweza kumzuia kuenda kwake, maana ni rais wa taifa. Kila kitu nacho na kiangazia nyuma, because mimi sipendi kuangalia the face value, na angalia the kiini cha kila kitu ambacho kinafanyika. Ukiangalia juzi tu amekuwa Nairobi, amezunguka Nairobi akifanya kampeni zake. Alianza Eastleigh, akaenda upande wa Eastland, akaenda Westland, akaenda Northland, akaenda Southland. Vote kule uliona kulikuwa na trail ya machafuko fulani, vijana waliopigana, walioiba, waliovunja vitu za watu na biashara nyingi za watu zikaharibika. Na the whole thing imekuja baada ya yeye kusaini mkataba pamoja na Raila eti ya kwamba wameungana. So kiini cha mambo hayo yote, what could it be? Ni kwa nini kumekuwa na vijana wanafuata? Wengine uliona walienda na pikipiki mpaka State House, walikuwa wameenda kudai. Juzi pia umeona, ni jana ama ni juzi, wabunge, magavana, maseneta wote walikuwa State House kuzungumzia jinsi atakavyoingia kule Central Mount Kenya. Hayo yote ni mazuri na kubarika, na sioni kwa nini tunaweza kumzuia ama kuna mtu anaweza kumzuia kwenda mahali popote, maana nchi ya Kenya ni nchi huru ambao utakuta kuna Wasomali, kuna Wakamba, kuna Waluya, kuna Wajaluo wote. Ukienda Central, Murang'a, Nyeri utawakuta. Ukienda Kisumu utakuta Wakikuyu wako kule, utakuta Waturkana wako kule. This is a nation of Kenya, and we are bound by the nationalism, we are bound by oneness, we are bound by that this is a nation called Kenya. Na Kenya is a blessed nation. Kwa hivyo what I'm looking at, tumekuwa kuna changamoto tana, because I hear watu they are preparing to heckle the president or to even disrupt the convoy. It would be very unfortunate, and ningesihi tu anybody, any politician, any businessman, mtu yote mwenye ako na beef na Ruto Mount Kenya, tusifanye venye wengine wamefanya. Tusifanye kwa sababu alimpiga Kashagwa, akamuondoa kwenye deputy president, akamfanyia yote aliyomfanyia, na ubaya haulipi kwa ubaya. For you to show this world that you are mature people, na kuwaonyesha ya kwamba mnastahili na nyinyi ni watu wa maana,
na nini watu wanaojielewa na kujua jinsi demokrasia, and because tulipatia Wakikuyu walimpatia Ruto 4 million votes, wakampatia Raila 1 million vote, that's 5 million vote, meaning walipenda watu wote. Kwa hivyo tuishi katika njia hiyo, tusikue kuna kijana atakayerusha mawe, maana kuna mpango umepangwa na kikosi cha Ruto kutokea machafuko eti kwa sababu Ruto amerushiwa mawe, Ruto amepingwa, Ruto amefanywa jambo fulani, ndio iwe sababu ya kuzoa michafuko katika taifa. Kwa hivyo it might be a presidential plan, a presidential tour to the central part of Kenya, but kuna watu ambao wapenda maovu, ambao wanaweza kutaka kuona mtu wa Mount Kenya ameumia kwa sababu ya mfumo na uangalizi wake katika siasa. So it is very important for us kama watu from Mount Kenya, let's come, let him come. Akifika mpigieni makofi, na kwa sababu nasikia kuna pesa nyingi wanaenda wakipatiana, make sure you ask for, wewe si mtu wa shilingi 5,000, mwambie akupatie shilingi 20,000, na nasikia wanakomboa beskeli, motorbike inabeba watu watatu. Wewe mwenye motorbike ask for 30,000 because kuna loan unalipa, na hao wengine ambao wanabeba waitishie shilingi 10,000. At least motorbike moja inabeba kitu ngapi? 20 na watatu 10,000, that's 50,000. That's good because they have money. So ask for something that is gonna help you. Then number 2, let us be mature, tuonyeshane the politics of maturity, politics of soberness, and the politics of love. Let that who did you wrong, show him love. Whoever that abused you, show them love. Whoever that did against you anything, show them that you care and you love your nation. Wacha tumuone tu apite, mpigeni makofi yake. Akishaondoka, muendeni kwa Gachagua, watu wa Gachagua, watu wa ule mwingine muende kwa ule mwingine, and then life continues. We must not go on fighting, kwa sababu kuna trap ambayo Wakikuyu ama Gema people wanataka kuingizwa in the trap, waonekane kama ni watu wa machafuko, ni tribalist, ni watu who does not want anybody. And also kuna plani kubwa ambayo imepangwa 42 against 1, and this is just one but a major plan ya kuhakikisha hiyo 42 against 1 has worked. So be smart people, be okay. Tulipigana na mzungu na tukamshinda, na tulipigana na maovu mengi tukamshinda. Moi alikuwa 24 years na tulimuondoa, and even this is a problem that is coming to an end. So don't worry about it. In regards kwa yale ambayo umeyasema kuhusiana na kuna wale ambao wamepanga jinsi ambavyo machafuko yatatokea katika tour ya rais. Yes. Could you hint to us whether they either come from the government or from the opposition? Of course you can see the goons ambao uliona Eastleigh, the same goons uliona wakitembea Kibera, the same goons uliona wakitembea Westlands. Those people were paid. Ukiangalia baada ya kutokulipwa wale walikosa mshahara walienda State House, meaning the source of the money is from State House. That is why walienda kwenye State House kwenda kuchukua pesa. Kwa hivyo wale ambao wanapanga, angalia Gachagua alikuwa kuja Banana juzi, lakini kukatafutwa vijana ambao waliitwa Mungiki, wakaenda kuzuia, wakimngojea kule asijaribu kukanyaga Banana. Ukiangalia kule Nyeri ACK, kuna vijana walikuwa pale nje wakimngojea asiongee. Maana kuna mpango umetengenezwa wa kuhakikisha kwamba Gachagua amezuilika katika mambo yote ambayo anafanya. Gachagua amezuiliwa kutokuongea, ama ni ile, it's just like a house arrest. And who can do this? It's the government operative. So mkutano wa Gachagua ambao uliweza alikuwa ufanye pale, I think it's last week but one, huko Jogoo. Yeah. Pale ikakuwa the politician, hiyo ndio siku the decision was made that politicians won't speak in the Anglican pulpit. Yes. The following day, Gachagua held a press with Kameme Yes. and Kameme TV. And he addressed a lot of things. So Gachagua was the topic of discussion the whole of Monday, and it was expected to be like that the whole week.
The next day on Tuesday, Ndindi Nyoro, the member of parliament of Kiharu, alikuja na akaongea. Akapeana statement. Na ile statement ikafunika yote ambayo Gachagua alikuwa ameyasema the previous day. So Gachagua alikuwa tena hiyo siku Jumanne aweze kuongea katika mazishi yaliyokuwa kule Kiambaa. But goons wakatumwa kule na ikakuwa hawezi ongea. Jana, I mean on Sunday, he was supposed to address the people of Nyeri, which didn't happen. So kulingana na hii trend ambayo tunaiona, kulingana na wewe Apostle, mtu ambaye umeangalia hizi siasa kwa muda, unaona kana kwamba president ama tuseme tu the government at large inajaribu in every way possible to make sure that Gachagua hajapata nafasi ya kuzungumza kabla rais aje katika eneo la Mlima Kenya? Sio lazima kabla rais hajafika kwenye Mount Kenya. Lakini kuna a deliberate move to make sure Gachagua hakuna mahali ataongea tena. It is a deliberate move. It has been decided so, na hakuna atakuwa na wakati mgumu. Kule polisi hawatamzuia, vijana watamzuia. Kule vijana watamzuia, mabishop watamzuia. Na the major attack itakuwa wafuasi wake, the people, the members of parliament ambao wanamfuata, politicians, business people ambao wanamfuata, all of them watapata changamoto za kutoka KRA, watapata changamoto za accusations from here and there, so that to make sure that he's not building up, because wameona if they let him go, he has already built a capacity and is moving. And also Gachagua is a propagandist, anajua mengi sana inside the government. He's also an insider of the government. Maovu mengi alijua yalifanyika anayajua. So the push the Gachagua has been having is exposing the government, and the government inajaribu kufanya juu chini to make sure he doesn't have a platform to expose the government. But unfortunately, katika enzi ya mitandao kama sasa tulivyo kwenye mitandao, itakuwa ni vigumu kwa sababu utazungumzia kwako na watu watakusikiliza. Kila mtu akona runinga yake, kila mtu akona simu yake. I don't think it's a right way of trying to intimidate somebody, because Ruto mwenyewe wakati alikuwa na the same problem na Uhuru, nobody intimidated him. Hakuna mtu alimsimamisha, aliachiliwa aendelee mpaka akafanya siasa zake akamaliza. Kenya is a free nation, Kenya is a independent nation. Hatuwezi kurudisha Kenya nyuma eti kwa sababu Ruto wameunganika pamoja na Raila, therefore he feels he's now strong and nobody is supposed to stop him from whatever he's doing. This nation is bigger than anybody else. This is not a nation ya Gachagua, si nation ya Wakikuyu, si ya Wakamba, si wa Kalenjin. This is a nation that belongs to 43 tribes of, I think it's 43 tribes. We all belong here, the young, the old, the colored, all of us, we belong to this nation. And therefore we have the right to do and to move and to be anywhere that you want in this nation. Picketing is in the law. Kwa hivyo, I wouldn't want to us to furahia sana wakati Gachagua anazuiliwa, maana they are setting a trend. Na wakifaulu kumzuia Gachagua, not anybody else will be allowed to do so again, because watakuwa wamefaulu kuzuia. So I wouldn't want Gachagua, I feel ni kama ako intimidated. Kenyans, we must rise up to support Gachagua when his rights are intimidated. Also, we should rise up to support any other politician when his or her right are curtailed. Also, we are there to rise up and defend the integrity of Kenya, the constitution of Kenya, and also showcase love, because love is more important thing than anything. And Kenya, we deserve to live in a freedom, we are a free nation that loves, that has got love, and all Kenyans are one. Therefore, we enjoy the same constitution, we enjoy the same fruits, we enjoy the same desires of being a Kenyan, and we are happy and proud of being Kenyan. So everybody must be led to do, as long as it's within the law. Let us do, let us support them. Let us go to every person's meeting. Kama ni ya Gachagua, let us attend all of us. Hata kama kienda Kisumu, all laws, muende huko muatendi mumusikilize. Ruto akienda Murang'a, kila mtu aende huko. Aende amusikilize. Kila mtu ako na maoni, labda ako na kitu kimoja. Huwezi kuwa mjinga 100%. You have something
hata kama ni kitu kimoja kanaweza kusaidia nchi. Apostle, in regards to the government, juzi, I think it was on Sunday when an attack happened at a Garissa police station, police reservist camp, na ambapo tunaarifiwa ya kwamba over 6 police officers were killed that day by Al-Shabaab militants. Yes. It has been like a trend. Before the Garissa attack, tulikuwa na invasion nyingine Lamu ambapo Al-Shabaab militants walisemekana wame-invade Lamu. And also yesterday, another attack happened and another police officer was killed by the Al-Shabaab militants. Now, in this era of President William Ruto and this time that we have all received the news that the borders were opened in one way or the other for the people to come in, and also the identification process, vetting process was removed in the northeastern part of Kenya. Yeah, what is your take in regards? What it is, that's why I'm for warning Kikuyus, more especially the Mount Kenya people. Because whatever you are seeing, it is a culmination of what they are planning against the Mount Kenya people, the 42 against 1. Whatever you are seeing, the indicators, like in Lamu, they just, I hear, I'm not sure, I'm not there, this is hearsay, and I have nothing to support my argument on this. That it is a huge group of people that were roaming around Mpeketoni and also in Lamu, Kiunga. And these people, they are suspected to be Al-Shabaab member. The larger people that lives in that area, Lamu, they are the Kikuyus. A fortnight ago, we had the governor of Lamu, and Duale was there, and some Muslim fraternity people were there, and they had a press statement. And this press statement was that the Kikuyus have invaded, and they must be removed from Lamu. And it's like Kikuyus have taken over the leadership. They have taken over every leadership in Lamu, the businesses in Lamu, and many things in Lamu. It was an incitement by the governor. Something that nobody, we didn't hear the NSIS, we didn't hear the National Cohesion, nor did we hear the DCI or the Kenya Police questioning these people. Why were the narratives like that way? Why were they attacking one tribe? And the minister in the government of Ruto was inside. So I think whatever you're seeing in Garissa, whatever you're seeing in some different places, is a larger plan on how to destabilize the nation. Remember the other day, the government hosted RSF, people from Sudan. And this one has really caused a lot of turmoil between Kenya and Sudan. And a while ago, then M23 were launched from the KICC. And then you see what is happening in DRC. So this could be a larger plan of to prepare people psychologically on an eventuality. Remember the other day, Raila said about that he saved this nation from a coup. He never said from who was the planner of the coup, and who was organizing it, and who was to be removed, and at what time did it start, and at what time did he stop it, and at what time did he receive the intelligence information that there is a coup. These things he never told us. But again, Soipan, the minister for defense, came out defending and saying there was no coup. The commanders came and said there's no coup, but the CIC, chief commander-in-chief, that is Ruto, has never come out to denounce or to say that there was a coup. Because if there was a coup, it was a coup for him. So meaning, if the people he is leading were planning to do a coup, then he could have come straight away and asked Raila, can you give us detail? Or the DCI could have summoned Raila, come to the DCI and explain to us who is this that we're organizing. Or maybe the Military Defense Council could have called Raila and then explains who is this that was the coup. These things have not been categorically been discussed. But when you mention, wakati unataja unasema ati kulikuwa na coup, na army ndio ilikuwa inatengeneza coup. Who are you targeting? What are you saying
the leadership of the army. What is your discussion behind? Who and why should we continue trusting the leadership of the army? Could the president of Kenya continue trusting the leadership of the army? Could the people of Kenya continue trusting the leadership of the army? Could that be a leading argument that there are people who need to be sacked? Or could it be the broad-based government that is being, wanatengeneza nafasi za broad-based government when they say jeshi ilikuwa inapanga kupindua serikali? Kumaanisha ni kuambia watu wa Kenya wasimame kidete waseme wale ambao walikuwa napanga kupindua serikali ya Kenya waondolewe. Could it be anatengeneza nafasi ndio broad-based government ndio watu fulani waondolewe, ndio wawekwe watu fulani? Maana ukiangalia Ndindi Nyoro ametolewa. Ukiangalia wale wengine kwenye bunge wametolewa, na kulikuwa tu na viegezo. Kulisemekana Ndindi Nyoro alichukua pesa za serikali akasipeleka kunani Kiharu kwenda kufanya maendeleo kule. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa the foundation ya yeye kutolewa. Angalia wale wengine kama Gogoyo wa Ngong, wa Kajiado North. Yeye pia kulisemekana sijui alikosa kufika kikao. Na ikakuwa hiyo kukosa kufika kikao ndio imemuondoa. Kwa hivyo kunaweza kuwa pia this is major ni mfumo wa Raila wa kuwaondoa watu. Na ni nani sasa tuseme Raila alisema serikali ilikuwa ipinduliwe. Serikali na mwenye kupinduliwa mbona haongei? Walioongea ni the juniors, the minister, the commanders, hao ndio walioongea. But who was to be overthrown? Sini rais. Mbona rais mwenyewe hajaambia Raila mimi sikuwa napinduliwa? Maana minister amesema hakukuwa na mapinduzi, commanders wamesema hakukuwa na mapinduzi. Kwa hivyo even the commander in chief is supposed to come out strongly na aseme hakukuwa na nini, but he has kept quiet. Could it be ni plan walitaka ndio watu fulani wapate kuonewa? Hayo ni maswali tu ya kujiuliza. Sisemi this is a conclusive answer ama question, but ni maswali tu ya kujiuliza because this thing is leading to a bigger picture. And number 2, uangalie baada ya mkataba kati ya Raila na Ruto amekuwa so much unpopular. Heckling, ukiangalia Nyayo Stadium, watu walikuwa nasema Ruto must go. Ukienda Naivasha, Ruto must go. Everywhere, Ruto must go. What changed? All of a sudden, kumekuwa na aggressiveness ya Ruto must go. Na Raila akaenda wapi? Akaenda Kisii, akafukuzwa. Kuna mchango fulani ambao unachangiwa na watu ama kikundi fulani cha kusababisha Kenya kukuwe na tangazo la hali ya hatari. Could it be the reason the president anaenda Mount Kenya ndio the founder and the leader of Crusaders for Christ, or rather the synagogue here in Nairobi? I'm based at the Coffee Plaza. Coffee Plaza is just next to the railway station, away from just off the Hillslassie Road. And we fellowship here from Monday to Sunday, and I'm the lead pastor in this institution. Therefore, I want to welcome you for this podcast and to thank you for having me in here. So, could you mind to ask any question or niendelee? Apostle, first of all, tunaweza taka kukuuliza tuanze na siasa. Tour of the president in the Mount Kenya region. Maoni yako kuhusiana na ujio wa rais katika eneo la Mount Kenya? Kwanza kabisa anaitwa President William Ruto. He's a president of the Republic of Kenya. Si president wa maeneo fulani ama eneo fulani, ni rais wa taifa. Kwa hivyo anaruhusiwa na sio hata kuruhusiwa. Yeye ndiye ameambiwa alinde maisha ya Wakenya, alinde katiba na aendeleze mipango yote ya maendeleo katika taifa. Kwa hivyo mwanzo kabisa tunachokiangalia hapa, yeye ni rais, si eti anafanya kampeni. Hata kama anafanya kampeni, tuko na uhuru wa kutembea mahali popote. Kwa hivyo la muhimu sana ni kuangalia kuenda kwake, maana hakuna mtu anaweza kumzuia kuenda kwake, maana ni rais wa taifa. Kula kitu nacho na kiangazia nyuma, because mimi sipendi kuangalia the face value, na angalia the kiini cha kila kitu ambacho kinafanyika. Ukiangalia juzi tu amekuwa Nairobi, amezunguka Nairobi akifanya kampeni zake. Alianza Eastleigh, akaenda upande wa Eastland, akaenda Westland, akaenda Northland, akaenda Southland.
vote kule uliona kulikuwa na trail ya machafuko fulani, vijana waliopigana, walioiba, waliovunja vitu za watu na biashara nyingi za watu zikaharibika. Na the whole thing imekuja baada ya yeye kusaini mkataba pamoja na Raila eti ya kwamba wameungana. So kiini cha mambo hayo yote, what could it be? Ni kwa nini kumekuwa na vijana wanafuata, wengine uliona walienda na pikipiki mpaka State House, walikuwa wameenda kudai. Juzi pia umeona ni jana ama ni juzi, wabunge, magavana, maseneta wote walikuwa State House kuzungumzia jinsi atakavyoingia kule Central Mount Kenya. Hayo yote ni mazuri na kubarika, na sioni kwa nini tunaweza kumzuia ama kuna mtu anaweza kumzuia kwenda mahali popote, maana nchi ya Kenya ni nchi huru ambao utakuta kuna Wasomali, kuna Wakamba, kuna Waluya, kuna Wajaluo wote. Ukienda Central, Murang'a, Nyeri utawakuta. Ukienda Kisumu utakuta Wakikuyu wako kule, utakuta Waturkana wako kule. This is a nation of Kenya, and we are bound by the nationalism, we are bound by oneness, we are bound by that this is a nation called Kenya. Na Kenya is a blessed nation. Kwa hivyo what I'm looking at, tumekuwa kuna changamoto tana because I hear watu they are preparing to heckle the president or to even disrupt the convoy. It would be very unfortunate, and ningesihi tu anybody, any politician, any businessman, mtu yote mwenye ako na beef na Ruto Mount Kenya, tusifanye venye wengine wamefanya. Tusifanye kwa sababu alimpiga Gachagua, akamuondoa kwenye deputy president, akamfanyia yote aliyomfanyia, na ubaya haulipi kwa ubaya. For you to show this world that you are mature people, na kuwaonyesha ya kwamba mnastahili na nyinyi ni watu wa maana, na nyinyi watu wanaojielewa na kujua jinsi demokrasia, and because tulipatia Wakikuyu walimpatia Ruto 4 million votes, wakampatia Raila 1 million votes, that's 5 million votes, meaning walipenda watu wote. Kwa hivyo tuishi katika njia hiyo. Tusikue kuna kijana atakayerusha mawe, maana kuna mpango umepangwa na kikosi cha Ruto kutokea machafuko eti kwa sababu Ruto amerushiwa mawe, Ruto amepingwa, Ruto amefanywa jambo fulani, ndio iwe sababu ya kuzoa michafuko katika taifa. Kwa hivyo it might be a presidential plan, a presidential tour to the central part of Kenya, but kuna watu ambao wapenda maovu, ambao wanaweza kutaka kuona mtu wa Mount Kenya ameumia kwa sababu ya mfumo na uangalizi wake katika siasa. So it is very important for us kama watu from Mount Kenya, let him come. Akifika mpigieni makofi, na kwa sababu nasikia kuna pesa nyingi wanaenda wakipatiana, make sure you ask for, wewe si mtu wa shilingi 5,000, mwambie akupatie shilingi 20,000, na nasikia wanakomboa beskeli, motorbike inabeba watu watatu. Wewe mwenye motorbike ask for 30,000 because kuna loan unalipa, na hao wengine ambao wanabeba waitishie shilingi 10,000. At least motorbike moja inabeba kitu ngapi? 20 na watatu 10,000, that's 50,000. That's good because they have money. So ask for something that is gonna help you. Then number 2, let us be mature, tuonyeshane the politics of maturity, politics of soberness, and the politics of love. Let that who did you wrong, show him love. Whoever that abused you, show them love. Whoever that did against you anything, show them that you care and you love your nation. Wacha tumuone tu apite, mpigeni makofi yake, akishaondoka muendeni kwa Gachagua, watu wa Gachagua, watu wa ule mwingine muende kwa ule mwingine, and then life continues. We must not go on fighting, kwa sababu kuna trap ambayo Wakikuyu ama Gema people wanataka kuingizwa in the trap, waonekane kama ni watu wa machafuko, ni tribalist, ni watu who does not want anybody. And also kuna plani kubwa ambayo imepangwa 42 against 1.
And this is just one but a major plan ya kuhakikisha hiyo 42 against 1 has worked. So be smart people, be okay. Tulipigana na mzungu na tukamshinda, na tulipigana na maovu mengi tukamshinda. Moi alikuwa 24 years na tulimuondoa, and even this is a problem that is coming to an end. So don't worry about it. In regards kwa yale ambao umeyasema kuhusiana na kuna wale ambao wamepanga jinsi ambavyo machafuko yatatokea katika tour ya rais. Yes. Could you hint to us whether they either come from the government or from the opposition? Of course you can see the goons ambao uliona Isli, the same goons uliona wakitembea Kibera, the same goons uliona wakitembea Westlands. Those people were paid. Ukiangalia baada ya kutokulipwa wale walikosa mshahara walienda State House, meaning the source of the money is from State House. That is why walienda kwenye State House kwenda kuchukua pesa. Kwa hivyo wale ambao wanapanga, angalia Gachagua alikuwa kuja Banana juzi, lakini kukatafutwa vijana ambao waliitwa Mungiki wakaenda kuzuia, wakimngojea kule asijaribu kukanyanga Banana. Ukiangalia kule Nyeri ACK kuna vijana walikuwa pale nje wakimngojea asiongee. Maana kuna mpango umetengenezwa wa kuhakikisha kwamba Gachagua amezuilika katika mambo yote ambayo anafanya. Gachagua amezuiliwa kutokuongea, ama ni ile, it's just like a house arrest. And who can do this? It's the government operative. So mkutano wa Gachagua ambao uliweza alikuwa ufanye pale, I think it's last week but one, huko Jogoo. Yeah. Pale ikakuwa the politician, hiyo ndio siku the decision was made that politicians won't speak in the Anglican pulpit. Yes. The following day, Gachagua held a press with Kameme Yes. and Kameme TV. And he addressed a lot of things. So Gachagua was the topic of discussion the whole of Monday, and he expected to be, it was expected to be like that the whole week. The next day on Tuesday, Didi Nyoro, the member of parliament of Keharo, alikuja na akaongea, akapeana statement. Na ile statement ikafunika yote ambayo Gachagua alikuwa ameyasema the previous day. So Gachagua alikuwa tena hiyo siku Jumanne aweze kuongea katika mazishi yaliyokuwa kule Kiamba. But goons wakatumwa kule na ikakuwa hawezi ongea. Jana, I mean on Sunday, he was supposed to address the people of Nyeri, which didn't happen. So kulingana na hii trend ambayo tunaiona, kulingana na wewe Apostle, mtu ambaye umeangalia hizi siasa kwa muda, unaona kana kwamba president ama tuseme tu the government at large inajaribu in every way possible to make sure that Gachagua hajapata nafasi ya kuzungumza kabla rais aje katika eneo la Mlima Kenya? Sio lazima kabla rais hajafika kwenye Mount Kenya. Lakini kuna a deliberate move to make sure Gachagua hakuna mahali ataongea tena. It is a deliberate move. It has been decided so, na hakuna atakuwa na wakati mgumu. Kule polisi hawatamzuia, vijana watamzuia. Kule vijana watamzuia, mabishop watamzuia. Na the major attack itakuwa wafuasi wake, the people, the members of parliament ambao wanamfuata, politicians, business people ambao wanamfuata, all of them watapata changamoto za kutoka KRA, watapata changamoto za accusations from here and there, so that to make sure that he is not building up, because wameona if they let him go, he has already built a capacity and is moving. And also Gachagua is a propagandist, anajua mengi sana inside the government. He's also an insider of the government. Maovu mengi yalifanyika anayajua. So the push the Gachagua has been having is exposing the government, and the government inajaribu kufanya juu chini to make sure he doesn't have a platform to expose the government. But unfortunately, katika enzi ya mitandao kama sasa tulivyo kwenye mitandao, itakuwa ni vigumu kwa sababu utazungumzia kwako na watu watakusikiliza. Kila mtu akona runinga yake, kila mtu akona simu yake. I don't think it's a right way of trying to intimidate somebody, because Ruto mwenyewe wakati alikuwa na the same problem na Uhuru, nobody intimidated him. Hakuna mtu alimsimamisha, aliachiliwa aendelee mpaka akafanya siasa zake akamaliza. Kenya is a free nation, Kenya is a independent nation. Hatuwezi kurudisha Kenya nyuma eti kwa sababu
Ruto wameunganika pamoja na Raila, therefore he feels he's now strong and nobody is supposed to stop him from whatever he's doing. This nation is bigger than anybody else. This is not a nation ya Kachagwa, si nation ya Wakikuyu, si ya Wakamba, si wa Kalenjin. This is a nation that belongs to 43 tribes of, I think it's 43 tribes. We all belong here, the young, the old, the colored, all of us, we belong to this nation. And therefore we have the right to do and to move and to be anywhere that you want in this nation. Picketing is in the law. Kwa hivyo, I wouldn't want to us to furahia sana wakati Gachagua anazuiliwa, maana they are setting a trend. Na wakifaulu kumzuia Gachagua, not anybody else will be allowed to do so again because watakuwa wamefaulu kuzuia. So I wouldn't want Gachagua, I feel ni kama ako intimidated. Kenyans, we must rise up to support Gachagua when his rights are intimidated. Also, we should rise up to support any other politician when his or her rights are curtailed. Also, we are there to rise up and defend the integrity of Kenya, the constitution of Kenya, and also showcase love, because love is more important thing than anything. And Kenya, we deserve to live in a freedom, we are a free nation that loves, that has got love, and all Kenyans are one. Therefore, we enjoy the same constitution, we enjoy the same fruits, we enjoy the same desires of being a Kenyan, and we are happy and proud of being Kenyan. So everybody must be let to do, as long as it's within the law. Let us do, let us support them, let us go to every person's meeting. Kama ni ya Gachagua tu, let us attend all of us. Hata kama kienda Kisumu, all laws, muende huko muattend, mumusikilize. Ruto akienda Murang'a, kila mtu aende huko, aende amusikilize. Kila mtu ako na maoni, labda ako na kitu kimoja. Huwezi kuwa mjinga 100%, you have something. Hata kama ni kitu kimoja kanaweza kusaidia nchi. Apostle, in regards to the government, juzi, I think it was on Sunday when an attack happened at a Garissa police station, police reservist camp. Na ambapo tunaarifiwa ya kwamba over 6 police officers were killed that day by Al-Shabaab militants. Yes. It has been like a trend. Before the Garissa attack, tulikuwa na invasion nyingine Lamu ambapo Al-Shabaab militants walisemekana wame-invade Lamu. And also yesterday, another attack happened and another police officer was killed by the Al-Shabaab militants. Now, in this era of President William Ruto and this time that we have all received the news that the borders were opened in one way or the other for the people to come in, and also the identification process, vetting process was removed in the northeastern part of Kenya. Yeah, what is your take in regard? What it is, that's why I'm for warning Kikuyus, more especially the Mount Kenya people. Because whatever you are seeing, it is a culmination of what they are planning against the Mount Kenya people, the 42 against 1. Whatever you are seeing, the indicators, like in Lamu, they just, I hear, I'm not sure, I'm not there, this is hearsay, and I have nothing to support my argument on this. That it is a huge group of people that were roaming around Mpeketoni and also in Lamu, Kiunga. And these people, they are suspected to be Al-Shabaab member. The larger people that lives in that area, Lamu, they are the Kikuyus. A fortnight ago, we had the governor of Lamu, and Duare was there, and some Muslim fraternity people were there, and they had a press statement. And this press statement was that the Kikuyus have invaded, and they must be removed from Lamu. And it's like Kikuyus have taken over the leadership. They have taken over every leadership in Lamu, the businesses in Lamu, and many things in Lamu. It was an incitement by the governor. Something that nobody, we didn't hear the NSIS
We didn't hear the national cohesion, nor did we hear the DCI or the Kenya police questioning these people. Why were the narratives like that way? Why were they attacking one tribe? And the minister in the government of Ruto was inside. So I think whatever you're seeing in Garissa, whatever you're seeing in some different places, is a larger plan on how to destabilize the nation. Remember the other day, the government hosted RSF, people from Sudan. And this one has really caused a lot of turmoil between Kenya and Sudan. And a while ago, then M23 were launched from the KICC. And then you see what is happening in DRC. So this could be a larger plan of to prepare people psychologically on an eventuality. Remember the other day, Raila said about that he saved this nation from a coup. He never said from who was the planner of the coup, and who was organizing it, and who was to be removed, and at what time did it start, and at what time did he stop it, and at what time did he receive the intelligence information that there is a coup. These things he never told us, but again, Soipan, the minister for defense, came out defending and saying there was no coup. The commanders came and said there's no coup, but the CIC, chief commander-in-chief, that is Ruto, has never come out to denounce or to say that there was a coup. Because if there was a coup, it was a coup for him. So meaning, if the people he is leading were planning to do a coup, then he could have come straight away and asked Raila, can you give us detail? Or the DCI could have summoned Raila, come to the DCI and explain to us who is this that we're organizing. Or maybe the Military Defense Council could have called Raila and then explains who is this that was the coup. These things have not been categorically been discussed. But when you mention, wakati unataja unasema ati kulikuwa na coup, na army ndio ilikuwa inatengeneza coup. Who are you targeting? What are you saying the leadership of the army? What is your discussion behind? Who and why should we continue trusting the leadership of the army? Could the president of Kenya continue trusting the leadership of the army? Could the people of Kenya continue trusting the leadership of the army? Could that be a leading argument that there are people who need to be sacked? Or could it be the broad-based government that is being, wanatengeneza nafasi za broad-based government when they say jeshi ilikuwa inapanga kupindua serikali? Kumaanisha ni kuambia watu wa Kenya wasimame kidete waseme wale ambao walikuwa napanga kupindua serikali ya Kenya waondolewe. Could it be anatengeneza nafasi ndio broad-based government ndio watu fulani waondolewe, ndio wawekwe watu fulani? Maana ukiangalia Ndindi Nyoro ametolewa. Ukiangalia wale wengine kwenye bunge wametolewa, na kulikuwa tu na viegezo. Kulisemekana Ndindi Nyoro alichukua pesa za serikali akasipeleka kunani Kiharu kwenda kufanya maendeleo kule. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa the foundation ya yeye kutolewa. Angalia wale wengine kama Gogoyo wa Ngong, wa Kajiado North. Yeye pia kulisemekana sijui alikosa kufika kikao. Na ikakuwa hiyo kukosa kufika kikao ndio imemuondoa. Kwa hivyo kunaweza kuwa pia this is major ni mfumo wa Raila wa kuwaondoa watu. Na ni nani sasa tuseme Raila alisema serikali ilikuwa ipinduliwe. Serikali na mwenye kupinduliwa mbona haongei? Waliongea ni the juniors, the minister, the commanders, hao ndio waliongea. But who was to be overthrown? Sini rais. Mbona rais mwenyewe hajaambia Raila mimi sikuwa napinduliwa? Maana minister amesema hakukuwa na mapinduzi, commanders wamesema hakukuwa na mapinduzi. Kwa hivyo even the commander in chief is supposed to come out strongly na aseme hakukuwa na nini. But he has kept quiet. Could it be ni plan walitaka ndio watu fulani wapate kuonewa? Hayo ni maswali tu ya kujiuliza. Sisemi this is a conclusive answer ama question, but ni maswali tu ya kujiuliza because this thing is leading to a bigger picture. And number 2, uangalie baada ya mkataba kati ya Raila na Ruto amekuwa so much unpopular. Heckling, ukiangalia Nyayo Stadium, watu walikuwa nasema Ruto must go. Ukienda Naivasha, Ruto must go. Everywhere, Ruto must go. What changed? All of a sudden, kumekuwa na aggressiveness ya Ruto must go. Na Raila akaenda wapi? Akaenda Kisii, akafukuzwa. Kuna mchango fulani ambao unachangiwa na watu ama kikundi fulani
cha kusababisha Kenya kukuwe na tangazo la hali ya hatari? Could it be the reason the president anaenda Mount Kenya ndio